God is concerned with our ways more than our sins. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 7 mstari wa 14. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kutafuta uso na kuziacha njia zao mbaya. There. Wanaoacha njia mbaya ni nani? Watu wake. I love the way he put it. Hajasema wakiacha dhambi, amesema wakiacha njia zao mbaya. Kwa maana yake ndani ya watu wake kuna njia wanazotumia ambazo ni mbaya. He never said sin. Je, kwenye hili taifa wako watu wake? The problem with these people, Mungu hawezi kuwaita watu wake kama ni wachafu. Ila ni watu wake, but they are using other ways. Hasira ya Mungu sio makosa uliyokosea. Hasira ya Mungu ni njia zako za kuachieve jambo lako, njia zako za kuachieve ndoto zenu. Mungu anawacheki watu wake, analiangalia kanisa lake, alafu anaona kanisa lake namna inavyoachieve mambo yao. Watu wake warudi kujiuliza, kwani njia zetu zikoje? Mungu hajakerwa na zinaa hapa, Mungu amekerwa na njia. Mungu hajakerwa na uongo hapa, Mungu amekerwa na njia. Anasema na kuziacha njia zao mbaya. Na watu wa Mungu hauhitaji revelation there, hauhitaji kusoma Greek au Hebrew. Njia simply ni njia. Maana yake watu wana njia mbaya ya kuachieve mambo. Ni watoto wa Mungu lakini wenyewe wanatoa rushwa. Ni watoto wa Mungu lakini ili wapate lazima wafanye kitu fulani. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha. I need only my people. I don't need the whole nation. I need all my people. Ndio maana kwenye kila taifa wako watu wake. Yeye anasema ametoa watu kwenye kila kabila, kwenye kila taifa, kwenye kila jamaa, kwenye kila lugha. Imagine in every nation, God did not take the whole nation. Alisema tu ikiwa watu wangu kwenye huo ukoo, ikiwa watu wangu kwenye hiyo familia, ikiwa watu wangu. Sisema hivi mume wangu hajaokoka kwa sijui kama tutatendewa mema. Je, kwenye hiyo ndoa yuko mtu wake? Mungu alichodemand kwa watu wake, anasema wajinyenyekeshe na kuomba na kutafuta uso wangu. Alafu anasema mimi nitasikia kutoka mbinguni. The first thing akisikia, anasema nitakuja kuiponya nchi. Sio kuponya mtu, nchi. Hakuna nchi inayoponywa kama haiumwi. Anayeponya kwa sababu imeumia. Nchi iliyoumia haiongezei maumivu ili ipone. Nchi iliyoumia inatafutiwa watu wake. Ikiwa watu wangu, hapo Kenya kuna watu wake, hapa Tanzania kuna watu wake, watajinyenyekesha na kuomba na kutafuta uso, anasema mimi Mungu nitasikia. Na kuna mahali pagumu sana ambapo watu wake wameingia. Kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 7, mlolongo wa ule mstari wa 14, ukiusikiliza kuna mahali watu wake wana faults. Na anasema if I am okay with my people, the land is safe. So Mungu hahitaji Tanzania nzima iwe salama, anahitaji watu wake wawe clean. Hivi vitu vitatu watu wake wanafanya. Watu wanaomba, watu uso wa Mungu wanautafuta, watu kunyenyekevu, walokole wa nchi hii wamenyenyekea. Kitu pekee ambacho watu wa nchi hii, watu wake, halijaandikwa kwa bahati mbaya ile neno njia. Wako kanisani, wanaomba, wananyenyekea, wanamtafuta Mungu, alafu waulize wamepataje kazi. Njia yao ya kufikia malengo yao, njia yao ya kupata kazi, njia yao ya kupata maisha, Mungu anasema hivi njia zao ni mbaya. Hata njia zao za kumfikia Mungu, wale watu ambao mimi nitapata tu hata iweje, kwa njia yoyote. Umeshasikia watu wasema hivi, kwa njia yoyote ile. Maana even if it's not godly. See,